Tuendelee kujifunza. Leo tutazame mmea huu wanaoita gisanyurwa. Matumizi na matibabu ya mmea huu wa gisanyurwa. Mmea huu pichani unajulikana kwa jina maarufu kama gisanyurwa. Huenda ukawa na jina tofauti kulingana na mahali ulipo. Mmea huu ambao ni maarufu unapatikana kwa wingi hapa kwetu Tanzania, ni msingi mzuri wa matibabu mbalimbali. Moja, husaidia kuanzisha pamoja na kuongeza uchungu kwa wakina mama wajawazito. Ikiwa ujauzito umepitiliza wiki 41, mama mjamzito ajifungua, au mfuko wa uzazi umevunjika kabla mama mjamzito kupata uchungu wa kujifungua, au mama mjamzito huyo amepata uchungu ambao unaenda kwa kiwango cha chini mno, basi mmea huu husaidia kwa kiasi kikubwa kuanzisha na kuongeza uchungu wa kujifungua. Sasa unafanyaje? Kata majani 10 yaliyo mabichi, kisha yatwange vizuri, mpatie maji yake. Kamua vizuri na umpatie maji hayo mama mjamzito mwenye tatizo hilo, atajifungua vizuri. Njia ya pili, chukua majani makavu ya mti huu kisha yatwange yawe laini kabisa. Tumia kijiko kikubwa kwa kuchanganya na mafuta ya mnyonyo, mpatie mama mjamzito, atajifungua vizuri. Njia ya pili au matumizi mengine, shina ama gome pamoja na mizizi ya mmea huu hutibu homa kali, especially kwa ile homa ambayo unakuta inatokea nyakati za usiku. Ni kiboko. Tumia kuchemsha magome hayo pamoja na mizizi, kunywa kutwa mara 2. Fanya zoezi hilo ndani ya siku 7, tatizo hilo litakwisha kabisa. Majani yake pia hutibu tatizo la kuharisha. Utakunywa kutwa mara 2, tatizo hilo litakwisha kabisa. Kama umependezwa na topic hii, follow for more na Mungu akubariki sana. Asante.